Habari, karibu tena kwenye Change Talk Podcast, mahali ambapo tunazungumzia masuala ya stadi za mawasiliano yenye ushawishi, lakini pia tunazungumza masuala ya media. Mimi ni Neema Kajange na hii ni season ya pili, episode ya 3. Na mada mezani kwenye season hii ya 3 ni ushirikishaji wa hadhira wakati wa public speaking. Mzungumzaji mzuri si yule tu anayezungumza sana, lakini yule anaifanya hadhira yake ihisi ni sehemu ya mazungumzo. Lakini swali la kujiuliza ni je, tunafanyaje ili kuhakikisha watu wanabaki makini, wanahusika katika mjadala, lakini pia wanakumbuka ulichokizungumza. Mimi ni Neema Kajange, lakini nipo na mtaalamu wa mawasiliano Mr. Musa Semiemba ambaye ni communication coach and media trainer. Karibu sana Mr. Musa Semiemba. Nashukuru sana kushiriki tena katika wakati mwingine wa season yetu ya pili na episode ya 3. Sawa, kama tulivyokwisha kuitambulisha mada, leo tutazungumzia ushirikishaji wa hadhira wakati wa public speaking. Kwa katika hilo utaanza kutueleza kwanza ushirikishaji wa hadhira ni nini? Yes, karibu. Sawa. Kwa kweli kwanza hii ni mada nzuri kama jinsi ambavyo umekwisha kusema hapo mwanzoni wakati unatambulisha mada yetu, kwamba ni mada nzuri sana kwa public speakers na mtu yote ambaye anaenda kuzungumza mbele za watu. Ni muhimu sana kujua kwamba kushirikisha hadhira ndio msingi wenyewe hasa wa public speaking. Public speaking si kuongea. Public speaking sio it is not about you as a speaker. It is about your audience. Kama hutaweza kuengage audience, manake hautakuwa umefanya chochote. Kwa hiyo ni mada nzuri sana, nashukuru. Niseme kwamba hilo jambo lina umuhimu mkubwa sana. Sawa, utaanza hapo sasa umuhimu wake wa yule public speaker kuwashirikisha hadhira wake. Ni upi umuhimu wake? Labda mtazamaji anaweza kujiuliza, kuwashirikisha hadhira wake, kuwashirikisha ndio nini? Kama tunafanyaje katika kuwashirikisha? Kuwashirikisha hadhira manake ni kuifanya speech yako ama presentation yako iwe hai. Tunaposema presentation yako iwe hai, manake tunapata two-way flow communication. Manake kuna vitu ambavyo hadhira watakuwa wanakuwa, hadhira inakuwa sehemu ya ile presentation. Inakuwaje sehemu ya presentation? Kuna reaction ambayo tutaziona kwenye hadhira. Tunasema hii presentation iko engaged sana. Maana tutaona hadhira wa kwanza body language ya hadhira wanafuatilia. Yaani facial expression yao inasemaje? Wanafuatilia hatua kwa hatua. Lakini kitu kingine ambacho tutakiona ni kwamba kutakuwa na reaction. Maana wanaweza wakawa wanafurahi, kama kuna sehemu ya kucheka, zile emotions zinakuwepo. Kama ni sehemu ya kucheka utaona wanacheka, kama ni sehemu ya kupiga makofi watapiga makofi. Yaani wanakuwa hai, wana respond. Lakini presentation ambayo haiwashirikishi hadhira, tunasema inakuwa ni a dead presentation. A dead presentation maana yake ni pale ambapo wewe una present lakini ni kama uko kwenye chumba peke yako. Yaani hakuna tofauti kati ya wewe ambavyo una present na mtu ambaye yuko kwenye una present mbele ya watu na mtu ambaye yuko kwenye chumba peke yake ana present. Ukiwa kwenye, imagine uko kwenye chumba cha peke yako kabisa, ambapo umekaa peke yako na hakuna kitu kingine chenye uhai, una present, uko pale unaongea. Manake pale ni wewe tu unaongea, ni sawa sana unajiongelesha mwenyewe. Kwa hiyo presentation yako ikiwa haiko engaged, kutakuwa na watu lakini kama unajiongelesha mwenyewe. Kwa hiyo ndo tunasema kwamba presentation ambayo iko engaged na presentation ama speech ambayo haiko engaged. Sasa tunapokuja kwenye umuhimu ni mkubwa sana, kwa sababu the goal of presentation siku zote ni ku share meaning. Tunasema communication ni ku share meaning, ni kuwasilisha vile ulivonavyo ndani, kuvipeleka kwa watu kwa lengo fulani. Inaweza likawa ni lengo la kushawishi wale watu wakubaliane na wewe. Inaweza likawa ni kutoa elimu fulani wale watu. Maana yote katika yote kile unachokitoa kinahitaji wale ni sawa sana unampa mtu kitu, kinahitaji kupokelewa na audience yako. Kwa hiyo tunaposema kwamba umuhimu wa audience ambayo iko engaged, maana yake ile ujumbe ama ile information ambayo unaitoa inapokelewa na audience wako.
Kwa hiyo tunasema kwamba hapo ndo umewin ile goal of communication, kwamba message yangu nimeweza kushare na audience wangu successfully. Kwa hiyo tunasema ni presentation ambayo ina matunda, inaleta impact. Kama ni lengo lilikuwa ni kubadilisha watu, wale watu watabadilika, manake tayari wameshakupokea, wamekuwa engaged. Yes. Kama ni sehemu ya kuelimisha watu, wale watu wameshafanya nini? Wameshaelimika. Kama ni sehemu ya kuinform watu, wale watu tayari wameshapata taarifa ambazo watazitumia katika masuala mbalimbali. Sawa, lakini mtaalamu wa mawasiliano kwenye swala zima la kuwasiliana na watu, vile unavyomwaza mtu mwanzoni, huwa kunaamua sasa mwisho wenu uwaje kwenye mazungumzo. Hasa ni vitu gani ambavyo yule public speaker anatakiwa kuvizingatia mwanzoni tu anapoanza kufanya presentation yake, ili kuhakikisha ile hadhira yake inakuwa engaged, ina usikivu, inamuelewa, lakini pia inakumbuka vile vitu anavyokuwa anaviwasilisha. Kwanza kabisa kwenye presentation, kama ulivyouliza swali zuri, anafanya nini mwanzoni? Mwanzoni ni upi? Ndio lazima tujiulize kama presentation yangu inaanza wapi? Where my presentation ina start. Presentation yako haianzi pale unaposimama mbele za watu unaenda kuanza kunyanyua, kutoa sauti na kuanza kuongea. Lazima tujue hichi kitu. Kama your presentation haianzi pale ambapo umesimama mbele ya podium unaanza kuzungumza. Presentation yako inaanza kuanzia pale unapoingia katika ukumbi ambao unaenda kupresent. Kwa mfano wewe you are an invited speaker, umekuwa invited kwenda kuzungumza katika hadhira fulani. Labda nitumie katika mfano huo. Pale kuanzia pale unaposhuka kwenye gari unapokelewa na wenyeji wako, pale presentation yako inaanza. Unapoingia ndani kwenye ukumbi ambapo ndo watu wamejaa kwa ajili ya kwenda kukusikiliza, unapoingia pale presentation yako imeanza. Kwa sababu watu pale wataanza kujua kwamba huyu mtu anakuwa engaged ama hayuko engaged. Kwa hiyo yani itakusaidia kujua kwamba hapa nitakuwa engaged ama siko engaged. Sasa unafanya nini? Kabla lazima ujue kwamba hapa ninavyoingia ni kitu cha kwanza. Nitakavyokuwa naingia kwenye ninapofika ni kitu cha kwanza. Ninapoingia kwenye ukumbi ambao kuna watu ni kitu cha pili. Ninapoenda kukaa, manake wakati mwingine unaenda kukaa kwanza kabla hujakaribishwa kwenda kuongea, ni kitu cha ngapi? Cha tatu. Unapoenda kusimama mbele kuanza kuongea ni kitu cha ngapi? Cha nne. Kwa haya maeneo manne ni lazima uyatengenezee mkakati. Hata ndo tunasema kwamba huu ndio mwanzo wa presentation. Unapoingia unafanya nini? Labda tungejiuliza hilo swali. Unaposhuka kuanzia kwenye gari utakutana na watu wanasalimiana nao. Kwanza unapokuwa nyumbani kwako kule ndo uanze kule. Hakikisha umevaa vizuri. Yes. Uvae kulingana na hadhira unaenda kuipresentia. Itakupokea kwa sababu watu wanaweza kukukataa na wasikusikilize kwa sababu umeweka muonekano wako tu. Ule unavyoonekana tu watu wanakukubali au wanakukataa. Wengine watakusikiliza, wengine wasikusikilize. Wengine definitely hadhira ambazo unaenda kuzungumza nayo inakuwa tunasema kuna kitu kinaitwa common value. Kuna value ambazo wanashare. Lazima ujue kwamba hii hadhira ambayo unaenda kuzungumza nayo wanashare value gani? Kwa mfano wewe umealikwa kwenda kuhubiri kanisani. Unafika pale umetoka zako sawa, wewe unavaa ukivaa shorts pants zinakukaa vizuri. Lakini umetoka huko unaenda kanisani, unaenda kuhubiri umevaa pensi lako. Na unajua kabisa wale watu hata tu jinsi labda kuna baadhi ya makanisa jinsi tu ni dhambi. Kwa lazima ujue hawa watu ni kitu gani ambacho kwao ni sahihi na kitu gani ambacho kwao sio sahihi. Kwa kila sehemu ina namna yake ya kuenenda. Kwa lazima ujue navaa vipi. Lakini unaposhuka kwenye gari wale watu wanaokupokea onesha confidence pale. Mara nyingi tunaposalimiana, kwa mfano tunaposalimiana huwa tunashindwa kujua namna sahihi ya kusalimiana na watu. Watu wanasalimiana, kwa mfano tunasalimiana, bwana habari za asubuhi. Unaona direction ya sura yake. Tunasemana kile direction ipo kwenye. Direction iko au uko wanaangalia chini. Yaani watu hatu maintain eye contact. Kwa unasema habari za asubuhi, nice to meet you. Sawa? Yes. Hakikisha macho yako yanaangalia watu machoni. Hiyo ni silaha ya kwanza ambao wale tu wanaokupokea utaona huyu mtu anajiamini. Unapoingia kwenye ukumbi wakati mwingine unasema jamani mgeni wetu ndio amefika hapa, tusimame tumpokee. Watakuwa wanachia, wanapiga makofi. Wewe usipite tu kama vile huwaoni. Yaani huoni kile wanachokufanyia. Wakati mwingine unasema unapopita basi onesha tabasamu
ukiwa unapunga nini? Unapunga hata kama mkono jamani. Lakini kuna speakers wengine hapo very serious. Yaani wakuta kakoma unapiga makofi kanuna ipo. Anaingia moja kwa moja zaidi. Anaenda kukaa. Of course, onesha kwamba uko pale. Engage mapema. Wanasema huyu kwa kweli hata ukinyosha hivi mkono utakuta hata makelele anafanya nini? Ya kwa sababu watu walikuwa nakutarajia. Ukifika umekaa, huo sio wakati wa kuanza kuchezea simu. Huko ama unakaa katika mfumo ambao haueleweki. Kwa sababu ukishakaa tu au unaonyesha ile ubizi. Unajua kwa mwingine amekaa chezea simu lakini kama vile hawazingatii. Kwa ukikaa tu cha kwanza, hakikisha ile ndo sehemu yako ya kwanza kuipata hadhira. Kwa maana unapokaa kuwa makini unakaaje. Kuna wakati mwingine utakaa kuna meza imekaa hivi, inaziba maeneo ya huku chini. Kuna wakati mwingine hakuna meza, miguu yako na kila kitu kinaonekana. Sasa lazima ujue hii hadhira yangu. Kuna hadhira nyingine kukaa mbele na kukunja nne sio sahihi. Unaenda umekaa pale mbele, unachukua mguu wako unakunja nne yako vizuri, umekaa unajishikashika kidevu, unashikashika pua. Kwanza hairuhusiwi kushika pua unapoenda mbele za watu. Ndio maana tunasema ni vizuri sana kuwa na kitambaa. Unakuwa na kitambaa kama hiki cheupe ambacho kama ni umevaa suti, umevaa nguo yako, kuwa nacho. Kama unahisi kuna pua yako inafanya nini? Inakuwasha na kusumbua. Basi tumia kitambaa kufanya namna hii. Manaki pale sio kwamba ndo una nani, lakini unaweka katika mfumo fulani ambao ni official kidogo. Ama mdomo labda umekauka, kuna namna unaweza ukatumia kitambaa ambacho ni rasmi. Usianze kujishika pua, umeshika pua mara sijui hapo kwa ndio kusalimiana na watu namna hii. Unaona hii sasa inaona watu wanapoona hivi. Ukikaa tu kumbuka kamera zote zinakutazama wewe. Na kamera hizi za kawaida na kamera za Mungu macho zinakuangalia wewe. Kwa hiyo pale wanapokuwa wanakuangalia manake tayari wanakujaji. Wanasema hivi wataalamu kwamba ukienda kusimama mbele za watu, watu wanajiuliza maswali 70 kuhusiana na wewe. Ukienda kusimama mbele za watu, watu wanajiuliza maswali 70. Na watu wataenda kusema huyu, kwanza wajiuliza huyu ni nani, ametoka wapi, lakini pia katika maswali wanakufanyia judgment. Amevaje, mbona hiki kiko hivi, mbona hiki kiko. Kwa jitahidi uyapunguze. Au unakuta mwingine, kuna watu wengine wanapenda zile shouting color. Kwa unakuta umedress vizuri, yani unajiona upo vizuri, lakini azio unaendelea inakuona kama umependeza, lakini zile rangi zilizovaa like a rainbow, yani wewe kama upinde wa mvua, yani rangi nyingi kwamba huku sina, hususan wadada. Unajua wadada wana complications nyingi sana. Kwa hiyo wewe kama ni presenter, hakikisha muonekano wako hauboi, yani haukuchoshi sisi watazamaji. Kwa lazima na hiyo utafanikiwa kwa kujua ni nani unaenda kuzungumza naye na mahali gani unaenda kuzungumza. Na hapo kwa mfano unaenda kuzungumza na vijana, angalia vijana wanavaaje. Unaweza ili kuengage nao. Kwa mfano unaenda kuzungumza na vijana, mimi ni speaker, labda nimeshazoeleka kwamba huko navaa suti. Lakini siku nimeenda kuzungumza na vijana, nikavaa jeans yangu vizuri, nikavaa vizuri katika namna ambayo ni ya smart. Kwanza nikifika utaona huyu ni mwenzetu. Wataniona ni sehemu yao. Kwa hiyo kuna namna ambayo unaweza capture attention haraka. Kwa hiyo nilikuwa nazungumza wakati wa kukaa, ukiwa umekaa hakikisha unakuwa makini sana kujiepusha na vitu. Kwa mfano kucheka sana, jitahidi ujidhibiti. Hizo ni etiquette, protocol. Unaona wewe ni kiongozi labda unacheka pale mpaka watu wanakuchukua na kuchukulia ka clip wakakaposti na kana sambaa kuliko zile content zote utakazozisema. Kwa kucheka sana, kupiga sana miayo katika namna isiyo eleweka. Kwa mfano unajua miayo labda umechoka. Ndio hii yani kitambaa kutembea na kitambaa ni muhimu sana. Unaweza ukapiga zako miayo namna hii. Hamna mtu anajua umepiga miayo. Kwa hiyo unafanya hivi unajiziba. Lakini mwingine usitoe tu hivi nani. Alafu pia kuweka vidole nani puani kama nimesema, wengine wanachokonoa kabisa. Maskioni, mwingine kwenye macho kidogo. Kwa hiyo jitahidi uwe na kitambaa, ni silaha yako kubwa. Hatua baada ya kuwa umekaa hapo unasubiria pale, ndio muda ambao unatakiwa uiangalie hadhira. Ile hadhira yako, uangalie huku, uangalie pale. Jitahidi maintain eye contact. Tunasema you scan the auditorium. Scan the auditorium. Unatazama pale auditorium ili kuanza ku-establish contact na watu. Unatoka hapo unaenda kusimama mbele ya podium. Ukifika mbele ya podium, kitu cha kwanza kuwa makini na body language yako, hasa pale unapoanza. Na unaanzaje speech yako? Zipo techniques nyingi za kuanza. Wanasema unavyoanza speech lazima uwe na kitu kinaitwa hook. Yaani kitu ambacho kita capture attention ya watu kwa haraka. Kwa wataalamu wanasema wakati mwingine unaweza ukaanza na swali. Unaweza ukaanza na swali, unaweza ukaanza na storytelling, ukatoa story fulani, unaweza ukaanza na quotation,
unaweza ukaanza na bold statement ambayo inaweza ikawaibusha wale. Unajua kuna mwingine pale anakuwa haelewi kinachoendelea. Pale watu wamekuja kwenye kusikiliza, wengine ana stress, mwingine ana changamoto, mwingine ana madeni, mwingine yaani hamna ambaye iko hapo, ambaye iko perfect. Kila mtu ana changamoto yake. Kwa hiyo ni wewe sasa unatakiwa ufanye kitu cha kuwavuta wajue, warudi pale ambapo kwenye speech na kujua nini kinachoendelea. Ndio kuna vitu kama kwa mfano swali, unaweza kutafuta swali fulani ambayo ni reflective question ama ukaliuliza ndani ya audience ambao ukawapa nafasi watu mtu ya kuweza kujibu. Inategemeana na setting ya wapi unazungumza. Lakini mtaalamu wa mawasiliano kuna kitu kinaitwa body language. Sasa hiki kina nafasi gani kwenye public speaking katika kuwa engage audience? Body language ni nini kwanza lazima tuseme. Kwa mfano tuchukulie gestures na postures. Unavyosimama, unavyomiliki jukwaa lako. Kwa mfano kuna namna unaweza kutembea huko na huko. Ndio maana nasema bado nasisitiza sana inategemeana sana na adhila unaoenda kuihutubia na setting yake. Kuna sehemu ambapo uwezi ukaongea ukiwa unatembea. Kwa mfano huko bungeni unatoa speech bungeni. Uwezi ukatoka huku, yaani uwezi ukaa kama mhubiri. Ukaenda huko na huko. Lakini huko kanisani uwezi ukakaa pia sehemu moja. Unaweza ukaenda huku na huko. Au unaenda kuzungumza kwenye vijana, kwenye sehemu ambayo ni vijana. Uwezi tu kaa umeganda hapo, utaenda huku na huku na huku. Kwa hiyo inategemeana na hivyo. Kwa hiyo vile unavyosema, hata kama ni ile ya kusimama, umesimama kabisa. Tunasema hivi, miguu imesimama, haibadiliki. Lakini sehemu ya mwili ya juu isikae ikiwa tu imefocus sehemu moja. Basi angalia huku, kichwa chako kiangalie huku, kiangalie katikati, kiangalie na huku. Yaani ule mtazamo lazima uigawe hata kama watu wamekaa hapo mbele, lazima wewe ugawe zoni 3. Gawa zoni ya huku, gawa zoni ya katikati na gawa zoni ya huku. Unavyozigawa zile zoni zako, unavyozigawa zile zoni zako inakusaidia kujua kwamba macho yangu saizi na focus hapa, macho yangu na focus hapa katikati na macho yangu na focus hapa katikati. Kwa hiyo lazima ujue unazigawa katika mfumo huo. Sawa. Yapo makosa mengi. Hiyo ni kwenye posture. Lakini kwenye gesture matumizi ya mikono maana yake umesimama, tunasema unageukia huku, mwili si utakuwa umegeukia huku. Unapogeukia na huku, mwili si utakuwa umegeukia na huku. Unapogeukia katikati, mwili si umegeukia na katikati. Hayo maana yake ni mwili. Lakini na shingo maana yake itakuwa inazunguka. Usigande tu hivi. Kuna mtu mwingine amegandisha shingo kama hapa amefungiliwa na ameweka minyororo, yani kwamba you can't move. Sehemu hii ya kiuno amekaza. Kwa hiyo amebaki amesimama kama namba moja hivi, umeiweka katikati. Lakini mwingine yani hana facial expression. Yaani unakuta mwingine ana present vitu hivi lakini sura yake inakutisha. Facial expression ni muhimu sana. Tabasamu, panapotakiwa kutabasamu, tabasamu. Onesha hisia zako. Sio muda wote wanasema hivi, usiwe too solid. Usiwe too flat. Niseme hivi, usiwe flat. Hata katika sauti usiwe flat. Kuna wakati utakuwa ni pa kutabasamu, unawaengage watu, unawavuta watu. Hasa unapoanza speech. Kuna wakati ni pa huzuni, unaonesha kwamba wewe unaonesha ile huzuni. Kuna wakati pa kuchangamka, pa kuonesha matumaini, uso wako wewe unaonesha matumaini. Na mikono iwe inazungumza. Mikono sio umeganda tu hivi. Wengine wanashika anaenda kuongea mbele za watu. Hii naionaga sana mara nyingi kwa wanafunzi wanavyofanya presentation zao darasani. Unakuta mtu anaenda kupresent anafanya hivi. Amefanya hivi, anaongea, anacheza tu hivi. This is not okay. Lakini pia unavyo present, macho, eye contact, maintain eye contact. Waangalie watu. Kuna watu wengine ana present anaangalia nje, anaangalia huku, anaangalia chini. Unakuta mtu ameanza ataingia mwanzo anaangalia chini, au kama kuna PowerPoints yeye muda wote ana focus kwenye zile PowerPoints kwamba this is maana yake wewe unajipresentia mwenyewe. Chukua pointi, rudi kwa watu, fanya explanation. Au rudi nyuma, uwe nyuma unaangalia hapo. Utaangalia sawa kuchukua point, kuweka slides, lakini usikae masaa 24 wewe unaiangalia. Watu utakuwa na kuangalia huko. Chukua point, rudi waambie watu. Ongea na watu, maintain eye contact. Sawa. Asante mtaalamu wa mawasiliano, unashusha nondo kweli yani. Lakini hapo makosa mengi ambayo watu wengi wanafanya wakiwa yani public speakers wengi wanafanya wakati wa public speaking. Ni makosa gani au kwa uchache lakini public speaker anaweza kuyaepukaje? Makosa kwa maana ambayo yanaweza akafanya watu wasiendelee kukusikiliza. Lakini lakini katika hilo kabla hujaendelea
unakuta kuna matukio mengine yanafanyika, watu walikuwa tayari, public speaker akianza kuzungumza tu unakuta mtu anatoka nje anaenda washroom, yani kwa kuwa kuna zile movement ambazo hazina maana. Na hii si kwa sababu wale audience labda hawajui nataka nini, lakini pia public speaker ana nguvu ya kuwakalisha watu au kuwafanya wazunguke, si ndivyo? Sasa ni makosa gani ambayo public speaker anaweza kuyafanya na akaondoa ile engagement kwa wale hadhira wake? Nafikiri ni kosa kubwa ambalo linafanyika, maanake mengi tumeyazungumza. Lakini kosa kubwa ambalo linafanyika ni public speaker kuto kujua techniques na mbinu za kuwa engage watu, lakini pia kuto wasoma watu. Yani unavyoanza kupresent, jukumu lako sio tu kutoa ile information au knowledge ambayo unaitoa. Jukumu lako pia ni kujiuliza, je, watu wananifuatilia? Je, watu wananisikiliza? Hapa ninapoongea watu wananisikiliza ama hawanisikilizi? Watu wananifuatilia? Kwa lazima uwe na uwezo wa kusoma body language, kwa sababu huwezi ukawauliza jamani mnanisikiliza? Soma body language ya watu. Kama watu wanakusikiliza utaona watu wanakusikiliza. Na technique ya kujua hapa watu wananifuatilia, kwenye zile settings ambazo unaweza ukatembea, ukienda huku angalia, je, watu wanaenda na wewe, macho yanaenda huko unakoenda. Ukirudi huko watu wanaenda. Kwa hiyo ukiona mtu anafuatilia hivi, anaenda hivi, hiyo ni moja. Lakini pia usoni utaona watu wanafuatilia. Kuna wengine watu wana note, kuna wengine mtu anasikiliza kwa makini, utajua hawa wananifuatilia. Ukiona watu hawafuatilii, unajua umeshapoteza connection na watu. Lazima ufanye kitu cha kukufanya kwamba watu waendelee kufanya nini? Kukufuatilia. Kwa mfano unaweza ukaja na kichekesho fulani, watu wakacheka. Kuna namna unaweza ukauliza labda swali katikati ya speech yako, watu wakatafakari. Kuna namna unaweza ukatoa pause, ile tunaita silence. Ukauliza swali afu ukaacha watu wakawa silent, kuweza ukawatafakarisha. Tunasema watu unaweza ukawatafakarisha watu kwa maswali, kwa mbinu mbalimbali. Na wakati mwingine kwenye yale mazungumzo ya muda mrefu kama hasa katika kufundisha, unaweza hata ukawasimamisha watu wakasimama, simama jinyoshe kidogo, fanya hivi, ili sasa kuwarudisha. Maana wakati mwingine kuna present saa 7 mchana ambapo wewe umepresent session ya mwisho ambapo watu wanaenda kula, tayari watu wana njaa. Ni uwezo sana kukusikiliza. Lakini kitu kikubwa, kosa lingine ambalo linafanyika ni kutaka kuzungumza mambo mengi na kutaka kuzungumza kila kitu. Yaani unakuwa na lot of points, unaenda kutumia hadi masaa mawili. Na kuna mwingine kabisa anajisifia kwamba mimi nimefundisha pale masaa 3. Ni kama vile manake umefundisha masaa 3. Hiyo ni wewe umejiangalia wewe. Lakini wataalamu wanasema ndani ya dakika watu wanaweza kukusikiliza ndani ya dakika 45 tu maximum, wanakuwa tayari hapo. Hiyo ni kiwango cha kikubwa sana cha juu cha watu kusikiliza. Baada ya dakika 45 huku mbele watu wanashindwa kukucapture, wanashindwa kuendelea na wewe. Kwa hiyo lazima ujue kwamba lazima uwe na pointi chache na uwe unazirudia, kwa sababu lengo kubwa sio kuongea alafu imeisha. Lengo kubwa ni kuongea na watu wakumbuke kile ulichokiongea. Yani ni like call to action. Lazima watu wawe na ile retention, wakikumbuke kile ambacho umekiongea. Nenda na pointi chache. Ukiwa na pointi chache, tumia muda mfupi kuzungumza, zielezee, articulate pointi zako vizuri, anza vizuri, isome audience yako. Ukiona umeshakata connection, irudishe tena kwenye connection kwa kutumia techniques za kuwarudisha watu kama hizo, kutumia maswali, kuwatafakarisha watu. Ukifanya hivyo, ina maana tayari utakuwa na uhakika kwamba audience yangu naenda nayo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sawa. Umemaliza vizuri, unaendana na ninachotaka kukuuliza. Ni kwamba watu wengi ambao wamekuwa wakitoa elimu hizi za stadi za mawasiliano kwenye public speaking wamekuwa wakielezea tu namna ya kufanya, namna ya kuanza, namna ya kuengage audience, lakini wengi wao hawaelezi sasa public speaker anatakiwa kumalizaje speech yake ili kuhakikisha anavyoingia na anavyotoka. Yaani sio mtu anavyoingia anakuwa ana engagement na watu, lakini namna anavyotoka pia itaamua watu waendelee kukutaka zaidi. Kwa hapo mwisho public speaker anatakiwa kumalizaje wakati wa public speaking? Sawa, na ni swali zuri sana. Huwa kunakuwa na changamoto sana ya public speakers wengi, au watu wanaenda kupresent hajui, yani presentation nyingi zinakosa goal. Zinakosa objective. Tunaposema objective tunamaanisha kwamba ni nini ambacho nataka iwe outcome ya presentation yangu. Kabla ya kuanza kupresent ama unavyoandaa presentation, ni lazima, au speech yako, lazima ujiulize what will be the outcome
the outcome ya nini, ya presentation yangu. Usipojiuliza na usipojua, manake utamaliza pia vibaya. Lakini ukijua kama mimi nataka outcome ya presentation yangu watu wabadilike, outcome ya presentation yangu watu wawe wamebadili mtazamo wao, utajua namna ya kumaliza vizuri. Kwa mfano, unapoelekea kumaliza, moja kati ya mbinu nzuri za unapokuwa unamaliza, zipo mbinu mbalimbali, lakini moja kati ya mbinu nzuri ni kufanya ile overall summary ya kile ambacho umefanya umekizungumza, kwa kukazia zile pointi za muhimu, unazirudia, unazisummarize, unazielezea. Hiyo ni mbinu mojawapo ili lakini nyingine ambayo sasa ndio ina relate na audience engagement ni kuuliza maswali kwa watu, maswali ambayo yana relate na kile ulicho kipresent. Kwa kule mwishoni lazima uache nafasi ya kuuliza maswali kwa watu, kwamba haya maswali nitaiuliza audience yangu, labda maswali yangu haya matatu, na maswali yale ni yale tu maswali ambayo ya kupima, je, watu walikuwa wananifuatilia ama hawanifuatilia, ni sehemu gani pia watu wameelewa au hawajaelewa. Hiyo ni kitu. Lakini kitu kikubwa cha mwisho tunasema a call for action. Lazima utoe call for action, kwamba jamani, jumla haya yote niliyozungumza hayatakuwa na maana kama hatutabadilika, kama hatutalinda afya, kama hatutalinda afya, kama hatutabadilika. Inategemeana na nini ulikuwa unafanya nini, unakipresent. Kwa lazima usisitize kwamba ni nini ambacho wewe as a presenter ulikuwa unakitarajia kutoka kwa watu, au unakitarajia kama outcome ya presentation ama speech yako. Kwa lazima uwe makini katika hapo. Lakini wakati mwingine kitu kingine call for action, lakini kitu kingine ni kuwatafakarisha watu. Unaweza ukaikata, tunasema unamaliza speech kwa kuikata. Ushaona movie ambayo Sterling yani hujui huku mwishoni imeishaje, inakuacha na suspense, inakuachia wewe lile swali. Kwa hiyo unaweza ukaikata speech yako katika namna fulani, alafu ukawaachia watu watafakari, je, ungekuwa wewe ungefanya nini? Je, huu ni wakati ambapo ni wakati sahihi wa wewe kuendelea kuishi katika maisha haya? Unaacha ina hiyo statement kama jamani, sasa nimemaliza, lakini naomba nikuachie swali. Je, huu ni wakati sahihi wa wewe kuendelea kuishi maisha au kuendelea kushikilia tabia hizo? Unaondoka. Kwa mtu, kitu cha mwisho utakachokikumbuka ni hicho. Asante sana mtaalamu wa mawasiliano, na tumefika mwisho wa episode yetu ya 3, lakini na mimi ndamaliza kama ulivyosisitiza hapo. Inaitwa Neema Kajange na tulikuwa pamoja kwenye season ya kwanza na episode zote, lakini hii ni season ya pili na hii ni episode ya 3. Mada yetu ilikuwa ni ushirikishaji wa hadhira wakati wa public speaking. Sikuwa peke yangu, nilikuwa na Musa Semyemba, mtaalamu wa masuala ya mawasiliano na vyombo vya habari. Sawa, na mimi nakuacha na swali. Wewe kama public speaker, ni vitu gani unavipenda hasa kutoka kwa hadhira wako? Lakini wewe kama hadhira, ni vitu gani unaviappreciate kwa public speaker yoyote yule anayekuja mbele yako? Bye bye, mpaka wakati mwingine.